29 unyama ule, hakuna lugha nyingine za kusema. Manake wanaficha, wanasema sijui vurugu za Oktoba, sijui yale ni mauaji ya raia yaliyofanyika Oktoba 29 na siku zilizofuata. Watu wameuawa kwa kudai uchaguzi huru. Watu wameuawa kwa kutaka kuwa na haki ya kuchagua viongozi wanaowataka badala ya kulazimishiwa viongozi wasiowataka. Wapo wameuawa hata wako katika michakato ya uchaguzi. Wako watu wameuawa, wako sebleni, wamekaa na familia zao, wanaangalia TV, wanapika chakula cha jioni, wanachukua. Mpaka leo hatujawaona hawa ndugu zetu. Wapo waliouawa mitaani tu wakiwa kwenye shughuli zao. Watu wanafanya kazi zingine ambazo hazina weekend. Hata weekend wanaenda kazini, hata kama sijui kuna shughuli gani ya kitaifa, wao wanaenda kazini. Mtu anaenda kazini, kazi yake ya kila siku inayompatia kipato, anapigwa risasi, anadondoka. Nasema hivi, hili la mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuata haliishi mpaka liishe. Hili haliwezi kuisha kwa kulimaliza hili eti kwa kulifukia tu. Nasema wamekufa watu 500, unasema Mzee Chande wametekwa watu 700 kwa sababu ya mapenzi. Mdude alitekwa kwa sababu ya mapenzi, na hata kama akitekwa kwa sababu ya mapenzi, je, sheria inaruhusu mtu atekwe? Na mamlaka ambazo zinatakiwa kuchukua hatua ziko wapi? Mpaka mtu kama Chande anakuja kwa, tunapoteza marafiki, tunapoteza familia, tunapoteza watu, wanatekwa usiku mmoja. Mzee Kibao kiongozi wenu ametekwa asubuhi, kesho tunaokota maiti. Chande unasema kwamba Mzee Kibao alitekwa na kuuawa kwa sababu ya mapenzi. Acha ulimwengu.